Tafadhali, kama ndo mara yako ya kwanza unajiunga katika media hii pendwa, subscribe chini ya video hii, lakini pia bonyeza alama ya kengele na utakuwa umejihakikishia kupata kila habari ambayo ina trend ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Juma Lokole siku ya leo ameamua kuzungumzia hili sakata zima ambalo linaendelea kwenye mitandao ya kijamii, sakata la Miriam Chirwa pamoja na mume wake mtarajiwa Ruben, ambaye kwa sasa hivi hataki tena kumuoa Miriam Chirwa. Hili jambo bwana, kila mtu amezungumza tofauti kwenye mitandao ya kijamii, wengi wakiwa wanamuonea huruma Miriam kwa sababu ni binti ambaye alichaguliwa na Mungu kufanya kazi yake ya uimbaji, lakini pia ni binti ambaye tunaweza kusema alifanya mambo makubwa sana katika maisha yake. Ameinuka, alimtia faraja baba yake kwamba anaweza akafanya vitu vingi, licha ya kwamba alizaliwa njiti, licha ya kwamba alikuwa na ulemavu wa kutokuona vizuri, lakini bado aliendelea kupambana katika maisha yake. Sasa siku ya leo kuna jambo ambalo Juma Lokole amelizungumza, jambo ambalo limetuonesha wazi kweli huenda Miriam Chirwa kitu kama hicho ndicho kilichomponza. Kwanza kabisa Juma Lokole amedai tunafahamu Miriam Chirwa pamoja na yule Ruben walitegemea kukutana kimwili baada ya ndoa, kwa sababu wale ni Wakristo na ni watu ambao wana hofu ya Mungu, na Miriam Chirwa ni binti ambaye ana msimamo sana. Tunakumbuka kipindi ambacho anatafuta mchumba alikuwa anatoa vigezo vyake vingi sana. Nataka mchumba wa namna hii, nataka awe hivi, nataka mtumikie Mungu, afanye hivi, afanye hivi. Mambo alikuwa ni mengi sana. Sasa Juma Lokole anakuambia kitu ambacho watoto wa kike wanakisahau sana na wanashindwa kukielewa kwa wanaume, ni kwamba mwanaume akishalala na wewe ile thamani yako inapotea kwa asilimia kubwa sana. Kwa wanaume wachache sana ndio ambao wanaendelea kuiweka ile thamani yako iendelee kubaki vile vile au kuipunguza kidogo. Sasa Juma Lokole anakuambia kitu ambacho kimemponza zaidi Miriam Chirwa ni kuamua kulala na yule mwanaume kabla ya ndoa. Mambo yamekuja kubadilika, na sio kwamba eti aseme labda yule mwanaume kitu gani ambacho kimempata au labda amelala naye ndipo yule mwanaume akaamua kubadili mawazo yake. Ni kwamba waliweza kumruhusu shetani aingilie katika mahusiano yao, kwa sababu ile ni zinaa, wamezini. Amri ya 6 hiyo usizini, amri 10 zile za Mwenyezi Mungu, amri ya 6 usizini. Sasa wao wakazini, na ukiangalia Miriam Chirwa ni mtoto ambaye amechaguliwa na Mungu kwenye mambo ya kufanya hizi huduma, na yeye ameweza kwenda kufanya zinaa, na jambo ambalo Mwenyezi Mungu amemwandalia lizuri, jambo la kufunga ndoa, yeye akafanya hicho kitendo kabla ya kufunga ndoa. Ni kwamba ameenda kuharibu agano la Mungu, ameenda kufanya kitu ambacho kiko tofauti sana. Sasa Juma Lokole anakuambia mimi najuaga kabisa hao watu wa kiroho wanaendaga kiroho. Sasa kitu ambacho yeye amekifanya pale ni jambo la kiroho kabisa. Sasa japokuwa Juma Lokole haelewi sana mambo ya huko dini, lakini amejaribu kufafanua na kueleza kwamba Miriam kilichomponza ni kulala na yule mwanaume kabla ya ndoa, na kauli yake ambayo aliwahi kuizungumza ni kwamba mimi sitakaa nilale na mwanaume mpaka nifunge naye ndoa. Kwa hiyo kama shabiki unalipi la kuzungumza? Tushie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kuturn on notification bell.